Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu wa mwaka 2025, jina langu ni CPA Mbogo Kerenge, mwenyekiti wa bodi ya TRA SACCOS. Nawakaribisha sana katika mkutano huu wa mwaka 2025 ambapo ni makusudio yetu kama bodi kuona kwamba mtaenda kujadili na kupitisha mapendekezo mbalimbali ambayo yatakuwa na manufaa makubwa katika chama chetu. Kama mnavyojua, chama chetu ni cha 3 kwa ukubwa hapa nchini na ni miongoni mwa vyama ambavyo ni bora, na sisi adhima yetu ni kuona kwamba tunakuwa chama cha kisasa na cha kuigwa nchini Tanzania. Taarifa ya bodi ya chama cha ushirika wa akiba na mikopo TRA SACCOS Limited kwa mkutano mkuu kuishia tarehe 30 Oktoba mwaka 2025. Chama cha ushirika wa akiba na mikopo TRA SACCOS ni chama kilichoanzishwa mwaka 2006 kwa malengo ya kuhamasisha utamaduni wa kuweka akiba miongoni mwa wanachama kwa manufaa yao ya sasa na ya baadaye, kutoa mikopo kwa riba nafuu na ya haraka kwa wanachama, kuimarisha usalama wa fedha za wanachama kupitia mifumo ya kisasa na usimamizi bora wa vihatarishi, lakini pia kutoa elimu na ushauri wa kitaalamu kwa wanachama kuhusu usimamizi wa mikopo, uwekezaji na nidhamu ya kifedha. Na hadi kufikia tarehe 30 Oktoba mwaka 2025, chama kilikuwa na jumla ya wanachama zaidi ya 6,500 na jumla ya mtaji wa zaidi ya shilingi bilioni 113. Utendaji kazi wa chama. Katika kipindi cha kuanzia mwezi Oktoba mwaka 2024 hadi mwezi Septemba mwaka 2025, bodi imesimamia mambo yafuatayo: ongezeko la rasilimali fedha za chama. Rasilimali fedha za chama zimeendelea kukua, ambapo mali za chama zimekuwa kutoka shilingi bilioni 104 kwa Oktoba mwaka 2024 hadi kufikia shilingi bilioni 113 Septemba mwaka 2025. Hisa zimekuwa kutoka shilingi bilioni 3.3 kwa Disemba mwaka 2024 hadi kufikia shilingi bilioni 4.7 kwa Septemba 2025. Akiba zimekuwa kutoka shilingi bilioni 81 kwa Oktoba 2024 hadi kufikia zaidi ya shilingi bilioni 90. Mikopo nayo imekuwa kutoka shilingi bilioni 102 kwa Oktoba mwaka 2024 hadi kufikia shilingi bilioni 111 Septemba mwaka 2025. Mtaji taasisi umekuwa kutoka shilingi bilioni 4 kwa Oktoba 2024 hadi kufikia shilingi bilioni 7 kwa Septemba 2025. Mtaji tete nao umekuwa kutoka shilingi bilioni 8 kwa Oktoba 2024 hadi kufikia shilingi bilioni 15 kwa Septemba 2025. Ongezeko la wanachama. Idadi ya wanachama imeongezeka kutoka 5,700 Oktoba mwaka 2024 hadi zaidi ya wanachama 6,500 Septemba 2025. Katika kufanikisha hilo, bodi ya chama ilifanya jitihada za maksudi za kuweka mahema ya uhamasishaji chuo cha kodi na SUMA JKT, wakati ambapo mafunzo ya waajiriwa wapya wa TRA yalipokuwa yakiendelea na kufanikiwa kusajili zaidi ya wanachama wapya 1,200. Vile vile, bodi ya chama imemwomba mwajiri kupitia mkurugenzi wa rasilimali watu na utawala kukipatia chama nafasi ya kutoa mada katika mafunzo ya kujiandaa kustaafu, ambapo TRA SACCOS hupata fursa ya kuelezea wastaafu watarajiwa fursa za kifedha zilizopo katika chama ili wanapostaafu wasijitoe katika chama. Usimikwaji wa mradi wa Fosa. Bodi imesimamia utekelezwaji wa mradi wa Fosa, ambapo hadi sasa zaidi ya wanachama 1,550 wameweza kufungua akaunti za jikimu na kufurahia huduma za USSD na TRA SACCOS kiganjani, na bado zoezi la uhamasishaji linaendelea ili hadi kufikia mwezi Januari mwaka 2026 kila mwanachama awe amefungua akaunti hiyo na hivyo kufurahia huduma za kidijiti za TRA SACCOS. Uboreshaji wa huduma kwa mwanachama. Kipaumbele cha bodi hii ni kuona mwanachama wa TRA SACCOS anapata huduma bora na za kisasa. Ili kufanikisha lengo hilo, bodi ya chama ilianzisha kitengo cha masoko na huduma kwa mwanachama, ambapo ndani ya kitengo hicho call center imeanzishwa ambayo inamwezesha mwanachama kupiga simu za bure na kujibiwa barua pepe kwa wakati. Halo, habari? Salama, habari? Salama, karibu TRA SACCOS, familia yenye furaha. Unaongea na Witness. Naongea na nani?
unazungumza na Charles. Ndio, kutoka kituo gani? Natoka kituo cha LTD. Karibu Mr. Charles. Asante, naomba kufahamu mpaka sasa nina akiba kiasi gani? Ndio. Lakini pia vile vile nahitaji kujua hisa zangu ni kiasi gani? Lakini pia vile vile nahitaji kujua deni langu mpaka sasa ni kiasi gani? Sawa, naomba nitajie namba yako ya ajira. Namba yangu ya ajira 5857. 5857. Sawa. Akaunti yako ya akiba ya lazima mpaka sasa ina... Na ili kufanikisha lengo hili, bodi imeweka wafanyakazi mahususi kwa ajili ya kazi hiyo pekee. Vile vile katika kutimiza azma ya huduma bora kwa mwanachama, chama kilishiriki katika wiki ya huduma kwa mteja ambapo kilitoa elimu kwa wanachama na kuwapatia zawadi mbalimbali. Hali ya utoaji wa mikopo na marejesho. Jumla ya mikopo iliyotolewa katika kipindi cha Oktoba mwaka 2024 hadi Septemba 2025, chama kilitoa mikopo 3746 kwa wanachama wake yenye thamani ya shilingi bilioni 48.9. Hili ni ongezeko la shilingi bilioni 2.4 sawa na 5% ukilinganisha na kiasi cha mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 46.5 kilichobajetiwa mwaka wa fedha 2023-2024. Mafunzo kwa watendaji, wanachama, viongozi wa vituo, bodi na kamati ya usimamizi. Katika kutekeleza wajibu wake wa kuhakikisha ufanisi na maendeleo endelevu ya chama, bodi ya chama imehakikisha kuwa mafunzo ya kujenga uwezo yanatolewa kwa watendaji, wanachama na viongozi wa chama kwa lengo la kuimarisha utendaji kazi, uwajibikaji na uelewa wa masuala ya ushirika. Mafunzo haya yalifanyika maeneo mbalimbali kama vile kongamano la Studi Dodoma. Kongamano hili lilihudhuriwa na watendaji wa chama, viongozi wa kituo cha Dodoma na mwakilishi wa chama. Kongamano la Ikudi Arusha. Hili lilihudhuriwa na watendaji wa chama, wajumbe wa bodi, kamati ya usimamizi, wanachama 10 pamoja na mwenyekiti na katibu kutoka mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Tanga na Manyara na mwakilishi wa wanachama. Jukwaa la ushirika la Dar es Salaam. Hili lilihudhuriwa na viongozi wa vituo vya Dar es Salaam, bodi, kamati ya usimamizi na watendaji wa chama. Majukwaa ya ushirika mikoani. Bodi iliwaarifu viongozi wote wa vituo katika mikoa yao kuhudhuria makongamano ya majukwaa ya ushirika katika mikoa yao, ambapo wengi wa viongozi walihudhuria makongamano hayo. Wakati huo huo, baadhi ya wafanyakazi wa TRA SACCOS, bodi na kamati ya usimamizi walihudhuria makongamano ya COSCA na SACA. Watendaji wa chama, pamoja na kuhudhuria mafunzo yaliyotolewa katika makongamano mbalimbali ya kiushirika, pia walihudhuria mafunzo ya kiuweledi pamoja na mafunzo mahususi ambayo bodi iliandaa ili kuwajengea uwezo wa kiutendaji kazi. Ushiriki katika masuala ya kijamii, kiushirika na mwajiri. Chama kimeendelea kushiriki kwa bidii katika shughuli mbalimbali za kijamii kama sehemu ya kukuza uhusiano na wadau, kuongeza ufanisi wa huduma na kutekeleza majukumu yake kwa jamii kama msingi wa 7 ushirika unavyoelekeza. Ushiriki katika masuala ya kijamii. Chama kilitoa zawadi ya jumla shilingi milioni 2 kwa wahitimu na wanafunzi wanaoendelea na masomo waliofanya vizuri katika mahafali ya 18 ya chuo cha kodi. Chama pia kilitoa msaada wa vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni 8,760,000 katika hospitali ya wilaya ya Kisarawe. Tuliomba vitanda kwa ajili ya kulaza wagonjwa wakati wa upasuaji. Vitanda 7. Sasa sio tena madaktari hapa tusikie wagonjwa mnaweka foreign. 7 vitanda vimeletwa hapa. Na hayo ndiyo mlioomba nyewe wenyewe madaktari. Tuliomba BP mashine 10. Zimekuja kama tulivyoomba, hawakupunguza. Lakini tukaomba screen folding mashine 4, zote zimekuja. Kwenye sheria ya vyama vya ushirika kwenye ule msingi wa 7 wa kuijali jamii, sisi kama wasimamizi wa hivi vyama huwa tunasisitiza na kushauri vyama vinapofanya shughuli zake, kile kinachopatikana ni vizuri wakaenda kushare na wanajamii watarajiwa wajao. Hivyo TRA SACCOS leo iko katika kutimiza huo msingi wa 7, kujali jamii ijayo, kwa sababu hatujui watoto au wadogo zetu baada ya muda
wanapokuwa wanaona matendo haya ya huruma yanafanyika, ina maana na wao wanapata msukumo mkubwa kuweza kuja kujiunga kwenye ushirika, wakitambua kwenye ushirika ndiko kwenye familia yenye furaha. Wanakisarawe watakapotibiwa, watakapofurahi na madaktari watakapofanya kazi yao kwa nafasi, hiyo furaha yetu ya TRA SACCOS inatimia. Kwa mimi nina furaha kwa niaba ya wafanyakazi wa TRA SACCOS na wanachama wote wa TRA SACCOS na kamishina wetu mkuu. Kwa vifaa hivi walivyotuletea, kwa kweli tunashukuru sana, na wageni wetu hamjachagua pabaya, mmechagua kitengo ambacho kwa kweli kinagusa maisha ya watu. Sisi tupo tunapambana na jamii, kila siku tunapokea wagonjwa wa aina tofauti tofauti. Kwa vifaa hivi kwa kweli, EBP mashine moja tu inaweza ikahudumia wagonjwa wengi sana kwa siku moja. Kwa kweli tumefarijika sana. Karibuni tena na tena na tena. Haya ni mafanikio makubwa sana katika historia ya chama chetu. Chama kimeendelea kuwa na ushirikiano wa karibu sana na mwajiri, ambapo mwajiri ameendelea kukipatia chama nafasi ya kufanya vikao vya chama, kukata na kuwasilisha makato kwa wakati na kusaidia katika zoezi la ufuatiliaji wa marejesho ya mikopo kwa wakopaji wasio waaminifu. Ushiriki katika masuala ya kiushirika. Chama kinaendelea kudumisha na kuimarisha ushirikiano na wadau mbalimbali wa ushirika, ikiwemo SCCT, CoBank, ofisi ya mrajis, ofisi ya ushirika na kadhalika. Vile chama kimeshirikiana na mabenki ya kibiashara kama vile benki ya CRDB pamoja na taasisi nyingine za kifedha zikiwemo SACCOS kwa lengo la kubadilishana uzoefu katika masuala ya kifedha. Ushiriki na ushirikiano huu ni msingi muhimu wa kuendeleza maendeleo endelevu ya chama na kuleta manufaa makubwa kwa wanachama na jamii kwa ujumla. Mipango na mapendekezo kwa mwaka ujao. Chama kinakusudia kuboresha huduma na kasi ya utoaji mikopo kwa wanachama. Kiasi cha mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 51.6 kinatarajiwa kutolewa kwa mwaka 2026. Hili ni ongezeko la shilingi bilioni 3.2, sawa na 7% ukilinganisha na kiasi cha mikopo yenye thamani ya shilingi bilioni 48.44 kilichotolewa kwa mwaka 2023-2024. Kufungua fungamano la pamoja la wanachama ili kuruhusu wenza na watoto wa wanachama waliopo kwenye ajira ya TRA kuwa wanachama, na pia kuruhusu wafanyakazi wa TRA SACCOS kuwa wanachama ili kuboresha maisha yao kiuchumi na kijamii. Sasa tunaleta pendekezo kwamba watoto wetu na wenza wetu wao wanachama ili nao wafurahie hizi products za TRA SACCOS, ili kwa pamoja familia nzima tunakuwa yenye furaha kwa kuinua uchumi wetu kama wanafamilia wa TRA SACCOS. Kuanzisha bidhaa mpya za akiba. Tunaleta mapendekezo ya bidhaa mbalimbali katika mkutano huu mkuu katika malengo yetu ya mwaka 2026, ambapo mnajua biashara yetu ni kupokea akiba na kutoa mikopo. Na katika kufanikisha hilo, mathalan kwenye bidhaa ya akiba tutawaletea hapa pendekezo la Total Future Saving. Hii ni akiba ambayo itawezesha watoto wetu kuwekewa akiba na nyewe wazazi ili tuwajengee kacha ya kuweka akiba, lakini pia tutakuwa tunawalipa 7% katika saving hizo, na baadaye nao wataanza kujifeel kama ni sehemu ya familia TRA SACCOS. Lakini pia kwenye bidhaa za mikopo tumeleta bond loan. Bond loan ni product ambayo mwanachama atakuwa anakopa mkopo mpaka milioni 50 kutoka TRA SACCOS, lakini marejesho yake hayatatoka kwenye mshahara, badala yake atatoka kwenye return zile za bond. Kwa hiyo mtu anapopokea return za bondi zile mara 2 kwa mwaka, hizo ndizo anazotumia kurejesha mkopo huu. Na asilimia yetu hii 9 ya interest ya mkopo huo ni ndogo sana ukilinganisha na taasisi zingine za kifedha. Lakini pia ili kujali wastaafu wetu wanaostaafu, muda mwingine wengine wanajitoa katika chama wanaenda kukopa kwenye taasisi zingine za fedha ambapo walikuwa wanakopesha kwa rate kubwa sana. Sisi tunaleta pendekezo la kuanzisha bond loan, pension loan. Pension loan ni tutakopesha kwa 8% na watakuwa wanakopa mpaka milioni 50 na watalipa kwa rate hizi kutokana na pension wanazozipata kutoka kwenye makato yao ya kila mwezi ya pension. Kingine tutaleta product hapa ya safari loan. Safari loan tunawalenga vijana, lakini nadhani hata watu wote ambao wanatamani kusafiri kwenda nje ya nchi, kwenda Dubai, kwenda Maka kuhiji, kwenda Israeli kuangalia historia za Yesu Kristo kwa Kristo, lakini wengine kwenda mbuga za wanyama. Hii safari loan tutakuwa tunatoa mkopo kwa ajili ya mtu kuvacate, kujitoa out yeye mwenyewe. Kuanzisha utoaji wa huduma ya wakala wa bima. Kusimamia na kuboresha kitengo cha huduma kwa mwanachama, yani call center, ili kuboresha mawasiliano na huduma kati ya chama na wanachama. Kusimamia usimikwaji na utoaji wa huduma zitokanazo na fursa,
yaani TRA SACCOS Kiganjani na Pesa Card, kwa kuzingatia usalama wa fedha. Kuratibu maadhimisho ya miaka 20 ya kuanzishwa kwa TRA SACCOS kwa kuhakikisha kuwa wanachama wote wanashiriki wakiwa katika mikoa yao. Kuanzisha dawati la elimu na huduma kwa wanachama katika mikoa yote. Kutokana na kuanza kwa huduma za fursa na bima, wajumbe wa bodi na wafanyakazi wa TRA SACCOS watashiriki kwenye mikoa ambayo mikutano ya TRA itafanyika ili kuweza kutoa elimu na kutatua changamoto mbalimbali zitakazojitokeza. Hii itasaidia kufikia wanachama wengi ndani ya muda mfupi. Kutoa mafunzo ya elimu ya ushirikiano wa ujasiriamali kwa wanachama ili kuongezea uelewa wa masuala mbalimbali ya kiushirika na matumizi bora ya fursa zilizopo TRA SACCOS. Bodi kuendelea na mchakato wa ununuzi wa kiwanja na ujenzi wa jengo la ofisi ya TRA SACCOS Limited. Utakumbuka tumepanga muda mrefu na chama chetu kama anavyosema sasa hivi ni kikubwa na ni Leading Sacco. Tunatamani tuwe na jengo letu. Jengo letu litusaidie kwa ajili ya kuhifadhi vitu vyetu, kwa ajili ya kuwa alama tu katika ushirika, kuwa asset ya chama chetu, lakini pia hata ushirika nchini iwe icon. Asanteni sana, najua kwamba mjadala utakuwa mzuri na haya yakipitishwa, hakika TRA SACCOS tutakuwa familia yenye furaha. Asante sana. TRA SACCOS, familia yenye furaha.